Simba wanajua ambao maduka yalikuwepo na yameondoka. Ndio hayo mafanikio tunayaona sasa hivi. Gani baada ya kupinga fainali, kwanza unajisikiaje? Unajua mwandishi, siku ya leo ni ya furaha kwa Watanzania kwa ujumla. Ambao hawajafurahi wakae nyumbani watulie. Lakini leo Simba sisi tuna jambo letu. Leo rais wa nchi Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan ana furaha. Iweje Mtanzania asiwe na furaha? Mama sehemu ambayo alikuwa anaitaka timu ya nchi wakilishe ndio imeleta matunda. Na leo namtumia ujumbe Mheshimiwa Rais kwamba mama, kaa tayari, tunakuja kukukabidhi kombe la Afrika. Nataka mumkabidhi Mama Samia Suluhu kombe la shirikisho. Ndio. Alafu hiyo ilikuwa ndoto ya marehemu Magufuli. Sisi ndio wenyewe ambao tunastahili kutimiza ndoto ya marehemu. Na tutamkabidhi mama. Baada ya hapo tutapeleka hiyo kombe kwenye kaburi la marehemu ili tumwenzi na aone hilo kombe. Ndio. Kwa namna ambavyo umeichora Simba, pengine hii imekuwa ni tofauti kufuzu kuelekea nusu finali, takriban kuferi miaka kadhaa. Kitu gani viongozi wamefanya imekuwa tofauti na Simba ambazo zimepita? Unajua mwandishi, Simba miaka yote ni timu imara na ni nzuri. Miaka 6 tulikuwa na soma bado. Tulikuwa na kuwa makakamavu. Lakini sasa mwaka huu tumeamua kwamba target yetu ilikuwa nusu finali. Lakini kwa uwezo wa Mungu na juhudi za viongozi, benchi la ufundi na wachezaji kwa ujumla wamejituma na leo tuko finali na inshallah kombe tunalibeba. Mpinzani kama RS Berkane. Unajua mwandishi, tulikuwa na maduka katika timu yetu. Hao maduka wameondoka. Ndio walikuwa wanatukwamisha maendeleo ya Simba. Hiyo kitu kiko wazi na tunawajua na Watanzania na wana Simba wanajua ambao maduka yalikuwepo na yameondoka. Ndio hayo mafanikio tunayaona sasa hivi. Kwa namna ambavyo wachezaji performance inaonekana kufuzu kuelekea hapa, kumwangalia mpinzani kama RS Berkane, kuna ugumu kiasi gani Simba kuleta kombe la shirikisho? Nakwambia hivi, kwa uwezo wa Mungu hamna ugumu. Berkane hawatutishi. Hilo kombe narudia kwamba tunakuja nalo inshallah katika ardhi ya Tanzania tunalibeba. Baadhi ya wachambuzi walizungumzia Simba na wale walioishia kuvaa medali tutawaonyesha kwamba hii ndio ukubwa wa Simba. Wanasema hakuna kitu kipya, bali wao ndio walianza kufika finali kwa maneno ambao wanazungumzia wao. Finali sawa, unalizungumzia finali. Kombe wamebeba? Kombe hawajabeba. Ndio tunabeba sisi. Nyinyi ndio mtakuwa kwanza kubeba kombe. Sisi ndio mfano katika miaka nenda rudi. Sisi ni watangulizi katika kila jambo. Hamna zaidi ya Simba, wao wanatuiga na bado tunawafundisha, lakini hawafundishi ya watu. Ndio. Kwa namna ambavyo wachambuzi walizungumzia Simba kwamba Simba inaanza kujenga kikosi, basi wako hapa matumaini makubwa sana kufika hapa walipo hivi sasa. Neno moja kwa ambalo walikuwa wanaongea mambo mengi sana kuhusiana na Simba. Ndio, tuna 40% tu sasa hivi. Yaani Simba kiwango ilichofika ni 40%. Je, ikifika 100 bado mnajenga timu? Walikimbia mbuzi, watakimbia hata mangombe watakimbia. Kwa namna ambavyo na sisi sasa hivi tunawaletea ngombe, sio mbuzi tena. Mnawaletea ngombe. Na wazee warefu na wafupi. Kwa namna ambavyo ulizungumza sasa kuhusiana na Simba kwamba bado inajenga timu, wachambuzi wa kuipa nafasi kubwa kufika hapa kwa kulingana na kile kwamba pia hawatofika finali. Na Simba imefika finali, kuna namna ambayo Simba imetoa funzo. Unajua mwandishi, hao wachambuzi wengine ni wachawa. Wachawa mpaka kodi za nyumba wanalipiwa. Kuna wachambuzi wanalipiwa kodi ya nyumba wanalipiwa. Kwa namna ambavyo hao ambao wanaongea hivi hawajui kiwango cha Simba, lakini anajua kiwango cha Simba aongee hivyo. Kwa namna ambavyo alizungumzia, kwa namna Fadu alikuwa anaanza kujenga timu, ndio maana hakuipa nafasi kubwa sana kufika Simba hata finali. Tunajenga timu, narudia, tumefika 40% tu. Je, tukifika 100? Ukifika 100 inakwaje? Nakuuliza, itakwaje? Unijibu.
Mmefika finali bado mnajenga timu? Na bado tuko kwenye 40%, narudia. Bado 100, tukifika 100 itakuwaje? Unijibu. Umezungumza kwa namna ambavyo Simba unaiona, lakini neno moja, usajili ndani ya kikosi ambao umefanyika, umeenda kuibadilisha Simba, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na viongozi wa Simba? Hiyo usajili unaokuja wa dirisha kubwa na wasihi au utopolo hata wasiwe na fikra ya kufika uwanjani. Yaani hata fikra wasiwe nayo. Kwa timu ambayo tuko nayo sisi mwandishi, katika Afrika hamna timu ambayo inaweza kashindana na Simba. Naomba urudie Afrika. Katika Afrika wacha utopolo hao ni timu hao size yao kucheza gombani. Hao wanastahili kucheza gombani. Sisi tuko kimataifa. Kwa hiyo tofauti ya wao na sisi ndio hiyo. Usajili wa Simba umefanyika hivi sasa. Baadhi ya wachezaji wameingia. Ni wazi Simba hivi sasa imekuwa bora kwenye usajili. Simba ni timu ambayo viongozi wake wako makini. Sawa bana, wako makini. Ndio maana mimi nikakwambia kwamba huo usajili wa dirisha kubwa unaokuja wasithubutu kukanyaga uwanja wa Mkapa. Ile ni tanuri la moto. Ule uwanja umejengwa kwa ajili yetu Simba. Mheshimiwa marehemu Mkapa alijenga kwa heshima ya Simba Sports Club. Ile sio uwanja wao. Haiwahusu. Berkane, mnakuja kumaliza mchezo wa mwisho hapa. Ni wazi Simba na faida kwa namna ambavyo umezungumzia kwamba ni tanuri la moto hapa. Leo unajua mwandishi, wanamsema vibaya rais wa TFF. Yaani wanakosea sana. Yaani wanakosea sana. Leo niseme ule ukweli. Rais wa TFF ndo amewabeba miaka 3 au utopolo. Amewabeba. Lakini leo hawana fadhila. Wamekosa fadhila wa watu. Leo wanamsema vibaya. Wamesahau kwamba huyu mtu ndo aliyewabeba. Ni kitu ambacho ndio maana nasema hao ni watu wajinga. Leo wanasema siku ya mashati. Wewe katika hamasa, hebu jamani nisaidieni. Katika hamasa, mtu mzima na akili zako, eti unaita siku ya mashati. Cheza mpira uwanjani. Siku utaita siku ya suruali, siku utaita siku ya boxer. Paka siku ya boxer utaita. Watu waje wavae boxer waje uwanjani kwao kwenye mechi zao. Kwa hiyo hao watu mimi nawaita wapuzi wajinga. Kama Young Africans walifika finali kombe la shirikisho barani Afrika 2023. Unajua mwandishi, ilichowakimbiza mpaka kutuzuia kufanya mazoezi, walimwogopa huyu mtu mmoja. Nani huyo? Huyo mtu mmoja. Nani? Elie Mpanzu. Walimwogopa moja tu ambayo kiwango chake ni sawa sawa na wachezaji 60 wa Yanga. Naomba urudie. Sio 30-60. Kiwango cha Mpanzu ni sawa sana na wachezaji sio 30-60 mara mbili. Ndio kiwango cha Mpanzu. Mnahakikishia nini kama Tanzania, pengine Mama Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa na support kubwa sana mpaka Simba kufika hapa walipo? Kubwa zaidi Young Africans walifika finali, lakini Simba hivi sasa ni zamu yake kafika finali. Malengo ya Simba ni kulileta kombe. Kama mashabiki wa Simba, mnaamu kiasi gani kuona mnyama analileta kombe Tanzania? Unajua Mheshimiwa Rais ametupa fadhila, na hizo fadhila sisi tutamrudishia kwa kumkabidhi kombe. Kwamba mama, kazi uliyotutuma ndio hii. Na finali wakati wao wameshindwa, pamoja na kucheza na timu za daraja ambazo timu zao zimeshuka daraja, lakini bado wameshindwa kuleta kombe. Wacha hiyo, goli moja imewashinda. Waache, mimi nawasihi utopolo wao kwamba waache figisu katika ligi kuu. Wanafigisu. Waache udhamini wa timu 8. Inaharibu thamani ya ligi kuu ya Tanzania. Leo timu 8. Sawa mwandishi? 6 mara 8 ni ngapi?
48. Wanapata pointi za bure 48. Wanapata pointi? Leo mimi nikuuliza swala. Wewe unamlea mtoto, mwandishi. Mtoto atakupa fadhila gani? Nikuulize. Nakuuliza, atakupa fadhila gani mtoto wakati unamlea? Si atakulinda? Of course. Ndio hayo wanafanya utopolo. Na mimi naomba shirikisho la TFF liangalie sana kwa uzito swala la udhamini wa timu 8 hiyo.